moja kati ya ndoto kubwa sana za wanafunzi wengi ambao wanasoma mpaka kuanzia kidato cha 6 ni kufikia chuo kikuu, yani university, na ndio maana asilimia kubwa wanafunzi wengi wakitokea labda wamefeli pale kidato cha 6, basi mawazo yanakuwa ni mengi sana kwa sababu unaamini ndoto zake zimeishia pale. Lakini kutie moyo ni kwambia hii taarifa njema zaidi kwa unanisikiliza kwa hivi sasa kwamba hilo jambo lako ondoa shaka kabisa kwenye kile ambacho unafikiri kwamba pengine ndoto yako kufikia pale chuo kikuu haijakamilika. La hasha, imekamilika, kwa sababu The British unayoona hapo nyuma yangu ni moja kati ya watu ambao watakuwezesha kufikia malengo yako ya kufikia chuo kikuu, kwa sababu utaweza kupata elimu hii kwa muda mwaka mmoja tu, ukapata 5 na 6 elimu hii na ukafikia ndoto zako. Lakini pia kwa wewe ambaye labda form 4 au kufanya vizuri, ulisha darasa la 7 pia ukufanya vizuri, ukajua pengine hauwezi kufika chuo kikuu, nikupe taarifa hii kwamba inawezekana. Kwa wewe ambao umesha darasa la 7 na hujapata elimu yoyote, unatamani kufika chuo kikuu ukafikisha ndoto zako kama za watu wengine, basi kupitia The British hicho kitu kinawezekana. Ukasoma mwaka mmoja 5 na 6, lakini pia ukasoma miaka miwili form 1 mpaka form 4, jumla miaka yako 3 ukamaliza form 1 mpaka form 6 na ukafanya vizuri kabisa na ukapata kibali cha kwenda chuo kikuu na kutimiza ndoto zako kuwa yule ambaye unahitaji kuwa. Sasa leo tumezungumza na wanafunzi ambao wapo hapa katika shule ya British, watatuambia nini hasa kimwapelekea kuanza kusoma kidato cha 5 na 6. Pengine tueleze sababu kuu, lakini pia yapi malengo yao ambao nadhani wanatamani kufika huko ambapo wanatamani kufika. Tutazungumza mengi sana katika hili. Mimi naitwa Godwin Mwanja, baki na mimi. Kwa majina naitwa William Maximilian Haule. Nipo kidato cha 5 na 6 kwa mwaka mmoja. Nimemaliza shule inayoitwa Kisauke Secondary School mwaka 2023. Baada ya hapo nilichaguliwa chuo, lakini wazazi wangu hawakutaka niende chuo cha kati, ikabidi nije kujiunga hapa advance mwaka mmoja ili niweze kuchukua degree chuo kikuu. Nataka nije kuwa mtetezi katika familia yangu, ndio maana nimeamua kujiunga moja kwa moja naweza kusoma form 5 na form 6 kwa mwaka mmoja. Hapana, mimi mwenyewe niliplan kusoma form 5 na form 6. Sema serikali ndio ilinichagulia kwenda chuo cha kati, kwa hivyo niliomba kwa wazazi nije kusoma hapa advance, nao wakakubali nije kusoma advance British School. Mimi mwenyewe sikupenda kupita chuo cha kati. Ninapenda nipate degree. Na niwe nimemaliza form 6 niingie chuo kikuu. Ndio maana nikaja kujiunga hapa British. Safari yangu naona inaenda sawa kwa sababu kuna walimu wanaotufundisha vizuri, naamini nitafaulu. Hapa tunaishi kwanza kwa upendo. Walimu hapa wanajitolea sana kutofautisha na shule nyingine. Kwa hilo nawapongeza. Pili, mazingira ya hapa yametulia kwa ajili ya kusoma. Hivyo. Kwanza watu wengi wanaamini shule ya British wote waliofeli. Lakini hapana, kuna wengine kama mimi niliochaguliwa chuo cha kati lakini nikabidi nije niendelee hapa form 5 na form 6. Kwa hiyo nawashauri hiyo kasumba waliokuwa nayo kwamba wanaosoma British wote ni waliofeli, hapana. Huko mwanzoni ilikuwa mtu ukipata ukiwa unatafuta kazi unaambiwa labda ile cheti cha darasa la 7 ikaendelea, sasa hivi wanakuambia ile cheti cha form 4. Lakini mimi nimeona jinsi maisha yanavyozidi kwenda watakuwa wanahitaji cheti cha form 6. Kwa hiyo mimi nipate vyeti vyote. Form 4, form 6 nikachukua na degree chuo. Kwa majina naitwa Margareta Timothy King. Sikuamua kwa sababu yani tangu zamani mimi ndoto yangu ilikuwa ni kuendelea nisome kwanza form 1, form 4 hadi kidato cha 6. Ndio maana sikuamua kwenda chuo kwa sababu sitaka. Malengo yangu mimi nilikuwa kusoma kidato cha 6 na then niende chuo kikuu. Ndoto yangu mimi ni kishamaliza masomo
nije niweze kujiajiri mwenyewe. Ndoto yangu mimi kuwa mwalimu. Maisha yalivyo kwa sasa, nikimaliza shule ndio nitajiriwa. Baada ya kupata kipato changu kikubwa, then na mimi nitatengeneza shule yangu mwenyewe. Majina naitwa Esther Wilson Materu. Nipo advance kwa maana ni form 5 na form 6. Sio sana, kawaida. EGM, Geography, Economics na Mathematics. Zote zinaenda vizuri kabisa. Nimaliza shule moja inaitwa Mwasawia Secondary School, ipo Singida. Kwa ufaulu wangu nilichagua kwenda chuo cha kati, lakini mimi sikupendelea sana kwenda chuo moja kwa moja, ndio nikaamua nije advance. Kwa upande wangu EGM nimechagua kwa sababu napenda sana hesabu. Kwa changamoto zipo ila sio nyingi sana. Kisemea labda upande wa familia. Kwa mwanzoni ilikuwa changamoto ile naambiwa tu tunalipa ada kwa mwezi. Kwa wazazi wajisahau sana. Na ukimwambia mzazi mwezi fulani utume, kuna muda anajisahau kabisa. Nimefanya tu research. Nikaamua nije hapa, ila kwa mwanzo nilikuwa naogopa, nikasema shule yenyewe British. Kusoma kuna faida nyingi. Kuna watu wanaamini kwamba ukisoma ndo utaajiriwa au ukisoma utapata kitu kizuri. Hapana. Kusoma unaongeza knowledge. Mfano hata maisha yako ya baadaye. Mtu ambaye hajasoma na mtu ambaye amesoma maisha hawezi yakafanana. Kusoma kwa mwaka mmoja inawezekana kwa sababu kwa hapa British walimu wanafundisha vizuri, pia wanafundisha kwa wakati. Kwa kusoma kwa mwaka mmoja inawezekana kwa sababu mwalimu anaweza kufundisha kuanzia mwezi wa kwanza anamaliza topic mwezi wa 8. Kwa hiyo miezi iliyobakia tunafanya revision, mitihani nini, kwa ufaulu lazima. Naitwa Shim Rashid Omari. Naamini mtu akisoma anaweza kawa tajiri, lakini pia mtu anaweza kasoma pia sana sio tajiri. Kwa sababu kusoma inatuongelezea knowledge ya kupambana na maisha katika jamii. Unaweza kawa hauna hela sana lakini ukaweza kupambana na maisha katika jamii. Nimechagua hii kombi kutokana kuna possibility kubwa katika jamii, naweza nikapambana na kusoma hivi kutokana kombi ninayosoma inahusiana na jamii katika kupambana katika biashara na shughuli zingine za kiuchumi. Kitu ambacho kimeniinspire kuja kuendelea kusoma ni kuongeza knowledge. Naona nilikuwa nayo bado haitoshi, nimekuja kuongeza knowledge ili niweze kufungua kitu kikubwa zaidi, hata kama ni biashara hiyo kubwa zaidi. Ndio maana nimekuja British School kuongeza knowledge niliyokuwa nayo ili kupambana na shughuli zingine kama za kibiashara. Kwa level nilikuwa nayo inaweza kaendesha biashara lakini kwa uchache wake tofauti na vile ninavyotamani kufikia.
O level nilimaliza hapa British. Nilianza kama mwanafunzi wa QT. Historia yangu ya maisha ya elimu nilimaliza darasa la 7 2014. Nikafaulu vizuri, lakini sijaweza kuendelea na kidato cha kwanza. Maanisha O level. Nikaingia mtaani fanya biashara kama nilivyoamini. Pambana na biashara, lakini nikaona bado na nafasi ya kusoma. Japokuwa kuna wengi wao walinikatisha tamaa kama nafasi imeshakosekana, ndio umeshaenda, lakini mimi nilikuwa natamani sana kusoma. Baada ya kushikia tangazo la British 2020, nilitoka mkoani nikaja Dar es Salaam kwa sababu ya kusoma shule ya British. Kwa sababu nisikia matangazo yao kuwa nafasi bado zipo, mtu anaweza kusoma madarasa mawili kwa mwaka mmoja. Nikajua kumbe na mimi umri wangu bado naruhusu kusoma. Nikaja British kama kujiunga kama wanafunzi wa QT. Form 1 na form 2 kwa mwaka mmoja. Nikafaulu, nikaja kujiunga kidato cha 4, form 3 na form 4 kwa mwaka mmoja, pia nikafaulu. Na sasa hivi niko kidato cha 6 A level. Kwa hiyo natumai bado nilikuwa na dream kubwa ya kufikia ndoto zangu kubwa, nipate degree na kuendeleza maisha yangu baadaye. Nisingerudi kufanya biashara kutokana naamini ukipata elimu naweza nikapambana zaidi. Ndio maana niliamini kuwa elimu itanitoa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Anatamani kuwa mfanya biashara mkubwa wa Tanzania. Kama kina Mo Dewji, wafanya biashara wakubwa wa nchi. Jina langu naitwa Success Mushi, niko advance. O level nilimaliza Helens Secondary School Mpige Magori. Kwanza nilipomaliza nilichaguliwa form 5. Na nilichagua form 5 kwenye shule za serikali. Lakini mimi niliamua kuja hapa kwa sababu niliona shule inafaulisha. Maana rafiki yangu yeye alifaulu. Akaniambia British School ni shule nzuri. Na pia ni shule ambayo ya kifamilia, ni familia, yani tunapendana sisi kama British School. Kwa hiyo niliamua hivyo. Usafiri, na pia nyingine ni kwamba kwa sababu ni kazi za nyumbani. Yani ni majukumu tu, yani majukumu yanakuwa mengi. Wanasema mafanikio huja kwa kupenda unachokifanya, na siku zote mafanikio mfuata yule ambaye ana ndoto kubwa katika maisha yake. Na hichi ndicho ambacho naweza kusema. Hawa wanaotazama hapa ni moja kati ya wanafunzi ambao wanapatikana hapa kupitia The British School, ambao ni wanafunzi wameamua kukata shauri na kuendelea na masomo yao ili wafikishe level yao ya elimu ya A level, yani advanced level, na mwisho wa siku waendelee na masomo yao mengineo kama ni chuo kikuu, na kila mmoja achukue ile kozi ambayo anatamani kuifikia. Lakini kuna watu ambao sasa hivi inawezekana mko nyumbani mmekata tamaa. Inawezekana uko zako nyumbani utafakari kwamba mimi nimeshafeli tayari form 4 ama nimeshafeli tayari form 6. Nafanyaje? Lakini kumbe bado jibu lipo kwa muda wa mwaka mmoja tu. Alafu unafanya mambo makubwa zaidi. Umewasikia wamezungumza namna ambavyo walimu hapa wanapotoa ushirikiano mkubwa kabisa. Mwalimu hapa ni rafiki, na hapa amkai kishule shule. Mnazungumza, marafiki, mna chat, na siku zote ili kitu kipende lazima uwe karibu na mtu ambaye anakupa hayo madini. Hii ni The British School, na hawa ndio wanafunzi ambao kwa sasa umewasikia kwa vizuri zaidi, na wameeleza vikubwa ambavyo wanavipitia ama makubwa ambayo kwa sasa hivi wanayapata na mazuri kutoka hapa The British. Kwa hiyo kazi ni kwako, umesikia, najua utayafanyia kazi. Mimi ni Togoni Mawanja. Asante kutufuatilia.